Hatutaongea mengi sisi kama wajomba. Kwa kweli tumempoteza baba ambaye alikuwa na hekima, na mimi kibinafsi ninamkumbuka kwa salamu alikuwa akizipana. Ashafua alikuwa anasema usingwe tame, ilikuwa ni slogan. Na pour la dernière fois mardi nilikuta anasimama hapa Baraka anisalimia, hakutiaga itame. Nikakomprendre baada ya kifo kama alikuwa haiko mhali mzuri. Na nashukuru sana kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akimcha Mungu, na ninaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu huko juu anampokea na atamuweka mahali ambapo anaweka wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa nina mzigo mkubwa. Tutaelewa tu basi. Marafiki, lakini wao marafiki alikuwa na marafiki wengi hapa. Sisi sote ni marafiki yake, lakini tutachanga kidogo. Kuna mama mmoja ambaye amesema ya kwamba naye atasema kungambo ya marafiki. Acha tumkaribishe huyo mama naye. Karibu mama, karibu. Aseme kungambo ya rafiki na pasteri naye anakaribia pasteri Baba Mariamu. Dakika moja tu kwa sababu mtu anakimbia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Azabu wangu, leo ndakuwa kuna murenge. Acha sema mimi. Leo ndakuwa kuna murenge sinzi Kiswahili. Ikikurero nike. No bazabu wangu mubiri ushimwe. Muziza urushiriza. Nshimira Imana. Mu gihe yagiraga indowa sinaremba, igihe yavukaga sinaremba, igihe yagiraga indowa sinaremba, ariko ubu agiye kurangiza niho twabanye. Nshimira Imana kuko twabanye neza, tubana na dukura neza. Habano no mu ipokera tuza dukurikira. Umunsi umwe yararirinze hariya mu Kishimi arwajije, ariko uyu muntu yaje arwaye. Umugore wiwe araririmba Abiya, numva iyo ndirimbo irafashije cyane. Aravuga ngo ashimira Imana kuko umugabo wiwe yaruhutse. Twaraza twinjira muri burakeye mu gitondo. Shimira Imana kuko ngo tuze baza kutwubakira, batwubakira hamwe. Shimira Imana, uyu muntu ni mwiza bacu. Uyu muntu yararenze. Ni ukuri yagiraga imirimo myiza kandi adahayakoresha amaboko, ariko akagira imirwi myiza, akagira amahoro, akabana n'abandi amahoro, akavuga neza n'akahembe. Quelquefois abantu babera bariri aho rwangabo n'umuntu ashobora mukona amabi ariko mango afwa icyanye cyo kudutangira ushura gwatana kwashwa mwisha. Reka turete shokuru witu kweli ibiri ukuri kumasugi tubekinyama totangu ni kwashwa mtu korera buisha ndalo luyatagwe tina mundu kati yo shitayishi na tuwehe kumila kucha mayitu ya mahembo ashwa konseye witu muhamu tushwa mukosiderenga baba ukatubuta yatushwa mugwata harukuno mukazi gwenyanganda ariko kulusukulu wazene kuwenge rema abona ko atushage mu maboko. Ndakindi bamureta ko kirimwanga bamugamba na hariko rema mugenda gashure bindi agendera kutishurira konseye witu yetagwe tingoyu agendera kutolera ngagisiko babuna yashwa kutolera hana tushwa mugwata ngababa muzazi kabisa mukomo hariko rema olusukulu wazene abona ko tutakibere na yehe yakakaso tugweti hano kwetu kabwiko galiri mauwana aho gambere meta hano mwita polizuba hariko tuwehe indi nguni tuyishiko nuriri rushembe yuru twa mubika babo witu ibi rukuri rurema amyabire
agendi muhereza inisi amukoreze ngangisi kwashwa mutukoreza ashwa mukutukorera hamida polizuba kongabwe nene mulushembe muhereza lohe rusiko wagazuka mugabera rushembe umwaka n'emyakula kongwa Mjomba. Leka tuzidi. Bwana sifiwe. Kweli turi bafuliro nakandi ikifuliro tukiye itali kuleta kunana tutaje ikifuliro lakini kyanya hakolo umata w'abantu ngamune bano nishikuboshi batali bafuliro mulutubira mbali mbali lakini nyene ngale tamtiswa. Bwana sifiwe. Kweli na mimi nasimama hapa mbele ya yote, ninaenda kushukuru watu. Ninaenda shukuru kwanza kanisa ambayo imebaki iko inatusaidia ajili ya huduma hapa. Baba Mungu awabariki. Ninaenda kushukuru hata wamama ambao walikuwa wanashinda hapa wanatumika makazi mbalimbali, na wengine walikuwa ndani wakimfariji mama. Mungu awabariki. Hata makwaya zote kwa jumla. Na ninaenda kushukuru wale ambao walikuwa wakilala pia hapa. Baridi ilikuwa nyingi sana. Yaani wakajitoa sema wao wanalala hapa. Mungu awabariki. Ndio marehemu huyu baba alikuwa ni ndugu yangu. Kwa kweli kila mara nikiwaza mubahembwe wote wako hapa Nyankanda, ni hapa nilikuwa natembelea zaidi. Yaani naweza sema ni damu ilikutanana na yeye. Wahembwe ni wengi, lakini wamoja sijui milango yao. Nilikuwa najua huyu mlango tu. Na ndio mara nilikuwa nakuja hapa kila wakati, kwa sababu huyu baba alikuwa kweli mwaminifu. Alikuwa mwenye busara. Hakukuwa na tatizo wala shida yoyote na mwingine mmoja. Na nilikuwa nikija nikimwombea hapa, akiniambia hali ya magonjwa, ninakuja namfuatilia kwa maombi tu. Basi kifo ni rafiki, kifo ni mapatano. Kwa kuwa Mungu amependa iwe hivyo, basi ampumzishe badala ya taabu zake. Amen. Tunamsikia mjomba, karibu. Valeri. Valeri akajimala mu Kiswahili abakiri balimu. Mwayuva kono watusiga hano peto bizo bake. Ndali nchiro ngayimanga hano hata imanga bukuma. Yatumana hamagala goyu mu kigombo kya buguma. Kushetu ngona buguma ngayimanga nangere mukanguka. Tabuti ninyo kudeta. Leka nituna ko abahembwe mwahomba abakungu tuwakomba. Haliko kututaziomba mwenene mkuba asige kigombo naye. Asige kigombo. Wa ndugu zako, yaani kuanzia kwa wenye wako huko nje hata na wenye wako hapa. Neno kubwa alikuwa ananiambia kama hii familia niache mikononi mwako. Nikamwambia, mbona mimi siko katika familia yako? Nitachunga namna gani?
Akasema ndio hivyo, mimi ninaona. Sasa naona ninabebeshwa mizigo mikubwa sana, lakini pamoja na Mungu tutaweza. Mama sioni kusema kama ndiyo amekosa baba, lakini hakukosa watoto na hata kosa watu wa kumlea. Hata hatuna kitu na jambo hatutaikosa, na kisi tutakuwa tunabarikiwa ndio kisi na sisi tutakuwa tunambariki. Mama awe na moyo mkuu wa utulivu na uvumilivu, ndio kiulimwengu hiki tuko hemo. Sisi sote tuko wasafiri, kisi baba amepita na sisi tutapita vile. Nasema na Wamwipa wamesema tukaambie watu kama wanapatia bye mjomba wao, na Mungu ambariki, na lolote kile ambacho kitakuwa kinatokezea tutakuwa tunawajulisha kwa sababu ya familia. Asante. Wapendwa, mtanihurumia kwa ambao wamekwisha kubaki, kumbe inabidi tutendelee kusheria dakika 2, na ukipitisha dakika 2 tunakukata. Sema maneno 2 matatu na basi, kwa sababu programu naona ilishaongezeka. Masikie kunilaumu Basi tunakaribisha, pia tunamalizia na familia. Nakahembwe naye anasema ya kwamba niko na neno la kumuaga ndugu yake. Bahembwe wanasema ya kwamba nao wako na Simeon. Nikomboa muda. Sisi jamaa la Wahembwe hatuna mengi ya kuzungumza, kwa sababu huzuni bado inatawala ndani ya moyo wetu, lakini pamoja na yote ni kumshukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye mwenye kupana na vile vile yeye ndiye mwenye kunyang'anya vile vile. Basi pasina kuchelewa, kwa kweli mzee kama huyu, nilisikia ndugu yetu pastor alisema kwamba yeye alikuwa ni mlinda hazina wa imani yake. Hata na sisi mzee alikuwa ni mlinda hazina ungambo yetu sisi Wahembwe wa hapa kambini Nyankanda. Na kwa kuwa kitu kama na hichi kilitufikia, basi ni kuweza kutuliza watu moyo na kuweza kushukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ampokee mahali pema, amsamehe dhambi zake, na hata yule ambaye anaweza kuwa alimkosea, kwa kweli tunamwombea msamaha na tunaomba vile vile naye atusamehe kwa ngambo yake. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe tuliwe fuliro tukabobora mkifuliro. Uwe tukera Yesu kubobora mkiswahili lekana nilete mkifuliro. Hivi leo kuli shokulu wetu watusiga hano. Tunashukuru kwa mhubiri wetu. Aliangalia muda, lakini ametuambia kwamba kila mtu ataitwa. Uwe kihagange usiwe kihagange utaitwa. Siwi kama utakatalaka siku utaitwa. Asante kwa neno la Mungu. Tumesema ya kwamba tuko haraka kwa ajili ya hewa, siwi ya kwamba tuko tunaenda maliza, na kama shoferi akingali pale anaweza kasogee polepole huku. Tunaingia kwa programu ya ushuhuda. Tunaingia kwa programu ya ushuhuda. Tutafuata jinsi familia imetuongoza hapa. Tutafuata jinsi familia imetuongoza hapa kwa maandishi. Usifuye ni laumu. Nitafuata maandiko hapa.
Mtu wa kwanza atakuwa aliyeandika maisha ya marehemu. Mtu wa pili atakuwa jamaa. Mtu wa tatu atakuwa mjomba. Mtu wa nne atakuwa marafiki, kanisa, na mitualite yetu inamaliza. Basi kwa hiyo tunaanza na mtu ambaye ameandika maisha ya marehemu. Acha tusome maisha ya marehemu. Nyakanga tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026. Maisha ya marehemu. Utangulizi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi nyingi, nazo zajaa taabu. Majina. Marehemu alikuwa akiitwa kwa majina yafuatayo: Ruhungo, mzaliwa wa ukoo wa Bahembwe. Baba marehemu alikuwa akiitwa Ramazani Lazaro, mzaliwa wa ukoo wa Bahembwe. Mama ya marehemu alikuwa akiitwa Nabisheva Tamari wa ukoo wa Bahu. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Andunda, DRC, tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 1964. Ndoa. Marehemu alioa mke wake anayeitwa Abia Ndukura wa ukoo wa Bashare. Kuzaa. Marehemu alizaa watoto 11, wa kike 6, wa kiume 5. Walio hai ni watoto 5. 3, wa kike 2, wa kiume 1. Masomo. Marehemu aliwahi kusoma hadi darasa la 5 la msingi Pandunda. Wokovu. Marehemu alipata wokovu katika William Sepza kwa wakati ya Zaire, leo ni Sepaki. Ndipo amebatizwa kwa maji mengi. Baada ya pale akahama akaenda katika dhehebu la Kadafi Pandunda. Kwa leo marehemu alifariki akimalizia kazi yake ya huduma katika dhehebu la CRC Nyakanda. Kazi. Marehemu alikuwa na kazi ya mikono, ni ulimaji, hakuna ingine kazi o ashibamurande mbaho wananga. Magonjwa. Marehemu aligonjwa muda mrefu sana. Waliwahi kumpeleka kwenye mahospitali mbalimbali, alikufaulu. Walisema alifika mbali sana, malufunge mawapi ndana kilishobola. Kifo. Marehemu aliaga dunia tarehe 13 mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2026 Pakibuye Hospital. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 62. Jamaa, kanisa, marafiki wanamtakia mapumziko mema peponi. Asante. Asante. Bwana kubariki kwa kazi ambayo umekwisha kuifanya. Hapa kwa jamaa tumepewa watu 4 ambao watasimama na kutoa ushuhuda. Hapa kuna mdogo yake, dada yake, watoto na mke. Basi kumbe watasimama, familia inasimama kwa ajili ya maneno la mwisho, na tunaanza na
na mdogo mtu. Asante amesema ya kwamba hana nguvu, basi tunaruka kwa mke wake. Kama iko na nguvu anaweza kusimama na kusema neno la mwisho wa kumwaga mpenzi. Patia megafoni aseme pale. Patia megafoni aseme pale. Asante. Ulikuwa inangana tushindira yonguma. Sisi ni wageni hapa. Basi tunasikia dada yake. Dada mtu, karibu kwa neno la mwisho la kumwaga kaka yako. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu kuona nyie wote mko hapa. Namshukuru Mungu sana sababu mnakuja kufariji. Huyu kaka yangu mwenye alienda, kama mlikuwa hamumuoni miezi yote alikuwa haonekani hapa. Tulikuwa naye, mimi ndio tulikuwa naye. Tukaenda naye kule, akamlogota magonjwa ya rati. Tukapigana, nikapigana vita. Hii miezi yote alikuwa analala hapa na mimi nalala hapa. Kila kitu chochote ni mimi njoo nilikuwa nakihudumia. Hata mtu kabisa nikaona ya kwamba mtu anakuwa mzuri. Mimi mtu kabisa kule alikuwa anashinda, alikuwa anatembea kabisa mzuri sana. Anakula mzuri. Na mimi nikasema sawa. Jinsi kabisa nilishaona mtu alishakuwa mzuri. Mimi nikatumia bibi yake. Ukuya sasa mkamata sababu anakuwa nishakumbuka. Namwambia acha tuikale. Akakatala. Mimi nakumbuka mtu mzima. Namuona kabisa mzima kabisa. Sababu hiyo magonjwa ilikuwa ilishapatikana tukaitumia. Lakini kufika huku mimi nasikia kama mwenzetu wapi? Habiendeki. Habiendeki. Sasa habiendeki ayetu. Mimi nasikia wakambeba tena kwa hospitali, akamlogota Ngumaini na ingine mgonjwa. Nikasema sasa hiyo ingine magonjwa tena ishatoka wapi ghafla? Kweli namshukuru Mungu sana kabisa. Mimi njoo tulikuwa naye. Nilikuwa naona saa 3 ikienea tunaomba. Saa 6 ikienea tunaomba. Saa 9 ikienea tunaomba. Kila siku itokayo kwa Mungu. Namshukuru Mungu sana. Kazi zenye Mungu alifanya. Kumbe kazi zenye Mungu alifanya, Mungu alifanya mzuri. Amubariki, jinsi akupokea, jinsi anavyopokea wengine, amuweke kwenye anawekaga wengine. Na njia yake niliona saa yenyewe alikufa huku, mimi kule ninalala, nilikuwa bado kujua kama nishakufa. Nikaona mtu anaikala karibu yake na kitabu na kalamu. Ipo anaandika mbio, ipo anaandika. Nikaita huyu binamu yangu. Huyu sasa kawahi kunaambia mwenzetu ashatoweka. Nikasema mimi nilikuwa nataka kukutelefonea sababu niliona maneno mtu iko karibu yake, mtu mzuri sana, iko na bike na kalamu. Kumbe alishaenda. Nikasema asifiwe sana sababu huko nilishaona njia yake. Kumbe alishaenda. Namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu kwa kazi zenye Mungu alifanya, ampokee.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasema kidogo kwa ajili ya ambaye ametuaga, anatoka naenda. Wakati alitoka kwa huyu dada kufika hapa, alipita na niitisha nije na nikafanye kwanza huduma ili aingie kwa nyumba. Basi tukafanya hiyo huduma, na baadaye akanambia hivi, ni lazima mahali unapoenda kuombea, kwa sababu wakati tulifika hapa kanisa la Sayuni tumeanza pamoja, na ni lazima nitarudilia nafasi yangu. Basi nikaendelea kumfuata tuone jinsi Mungu atafanya. Na alipomaliza karibu majuma mawili iko hapa, juma ya kufuata hali kaendelea kuwa mbaya. Usiku wakaja wakaniita, Kiana anakuwa mwali ingine. Ikanibidi niamuke na nifike hapa. Naona ndugu hali nakuwa kama utiuti kabisa kutoka dunia. Kanibidi kuomba Mungu. Nilikutanisha papa dekartie wetu wa sisi iko ndani, nikakutanisha na papa pale anakuwa hapa, na mama wa hapa karibu yake naye anakuwa ndani. Neno anasema muniombee Mungu, muniombee Mungu. Na tukaomba Mungu. Mara moja kanibidi ni mubebe kwenye hospitali hapa ku centre de santé yetu. Nikamchukua usiku na papa na mwingine kijana mpaka pale ku centre de santé. Usiku yote ilimalizika niko naye. Kwa maneno tumeongea naye, imenichenga moyo. Haleluya. Na imenipa nguvu. Nataka niseme neno moja. Mungu anamwambia Yeremia, Yeremia, unaona nini? Yeremia anasema, naona fimbo ya mlosi. Seme, na ndivyo mimi Bwana naliangalia neno langu ili nikalitimize. Haleluya. Ndugu amenichenga sana na maneno ambayo ameona alinambia. Kasema, baba, mimi ni kama wakati wangu kutoka dunia. Sikulala, nilikesha tongo macho niko na yeye, nikiimba na kuomba Mungu. Bwana alibariki neno lake, neno ambalo amelisema la kuomba msamaha, na tukaomba naye. Bwana amupokee. Sina mengi ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa kuna mtoto wake, hapa kuna mtoto naye atamlaga baba, kwa sababu hakuna ingine fasi kwenye watakutana na yeye. Niko tayari, hataweza. Wamenambia kwamba hapa walikuwa wameshasaulika. Kuna mwingine mtoto naye, acha nimtaje, ni mtoto mkwe. Hapa kuko mkwe. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Kama nimesimama hapa kwa niaba
ya mkwe, nasimama kwa njia mbili na mamkwe. Mimi huyu ni baba, amenilea, amenipea kwa mikono yake, nikakula na akanipatia familia, na leo ndio hii niko ninatembea nayo. Nasema Mungu amlaze mahali pema. Baba huyu alikuwa akinambia wakati wowote kusema kama mimi wakati nitaaga dunia abandi funguzo twagada uharika kugenda hano wagazuzi musibiri baza akabarero uziduheze nukuri ishimira Imana kuko twabanye neza n'umugore wiwe kandi twigeze twumva ngo batonganye bagize gute Abiya. Imana izaguha umugisha wihanganiye Lazaro akabatashe ari umuntu muzima wuzuye udafite ikindi udafite akandi gasemba haba na kamwe. Shimira Imana mwavuze ngo abantu bazavuga makinya Imana yayumvishije. Imana Asante. Baba Mariamu, karibu. Sheme alikuwa jirani yake sana kwa Kongo, naye atasema mawili. Nye ngadeta mkifuliro aliko ni hiji Kiswahili ngadeta na mkifuliro ndiyo unoshokulu ikongo nali mtu waziri nali notable Kongo nali mtu waziri tonali batulani kwa mundu akawanza kuluwala ni kuyishi udetaga nangadeta ko unoshokulu imikolo akakola Mungu akamuhemba udetaga ukuluwala nitibite munda mwali wa Gerusawadi ngeni mubwira yewe shija wa walwala udetaga kulozi bugaka yana mwage munyumba aga mitibita kujibwira hakayi watwali batulani viuka na mwanikara byakayi ngisi kwa kawanzo kulwala ngisi kwa Kongo kwa kalwala ni kuyishi byalinda naye ashibisha bakagashibije no mundu na mwage to mubure mawe bokera yibo lakera gende Burundi ndakukundi utakamusiga ugalukage na ushubige no mugwane aliko tona mweza kumawazi ndiyo ndagade tamingi shokulu ugende bwisha gano gali mauwa kalikasoka gaholoka haliko ulushembe logolonga mbinguni tukabone myaka na myakula na rema mugashada wikahani ongwa. Asante sana. Tunakaribisha kanisa Shasteri, karibu kwa kusema juu ya kanisa. Ni sekunde 2-3 wewe. Uheshimie sekunde 2-3. Karibu. Tunabakia sekunde 2. Ndio tasema kwa kanisa la CRC Nyakanda, huyu mpendwa tumempokea, na kadiri tumempokea tumeona hali yake ya imani, ametembea vizuri kiimani, amenenda katika mwendo mzuri kama vile neno la Mungu linasema, na tukaishi mzuri, tukakaa mzuri kanisani, na hapa tulikuwa tunafika kila wakati kumchunguza na kuomba Mungu ndani ya nyumba. Tunaondoka na kwa hiyo tunamtolea hili shada la ua litanyauka muda kidogo litanyauka, lakini kwa mbingu atapewa taji ambalo halitanyauka, itakuwa ni taji la kudumu milele. Asante. Hapa tunabakia na watu wawili na tunamaliza. Asante na vigira. Basi hapa tuna serikali mbili, mutualite, kisha Yesu
wapi? Safi sana. Wewe mwende kule kwa moto mkaje mamoto mtabariki. Mzee, kabla kumate mamoto, mama jamaa. Vie, unaacha ngoma? Mbona unaacha ngoma vie? Kwa haraka. Kwa haraka vie. Mtakatia wapi? Pasta msora kuna kutafuta mwingine naye. Nanga mashi. Mbona kwenda ile tunu na vitu ya mwenye hapa nasi. Apa volcano. Changa. Sasa gari ngepiga. Na bamba. Na bamba. Bila mtawala ile photo. Na. Umendani wapi? Kalolio.
Sasa huyo alifika hiyo. Rivolo. Itu rikabola. Ilio, ilimo kalorio. Mnafanyaga saa kaburi hapa.
Nasema tucheze mbele mbele. Chofera chasema wende mbele unaweka mbele. Twende mbele baka mkende tia pale. Mungu Baba yetu mweza yote, ni wewe kimbilio la vizazi vyote. Nakushukuru mara tena kufika mahali hapa na kuonesha vipindi vyote ambavyo mfalme vinasalia kwa ajili ya kumshindikiza ndugu. Baba, tunaviweka mikononi mwako, bali kutuongoza mwanzo hadi mwisho. Zaidi ya yote, mfalme wa ajabu, tunahitaji utembee kama drone na uoneshe utukufu wako, mfalme wa amani. Yote tunaiweka nyumba sasa. Dinyare tumana kumi. Basi vijana wanakuja Oh jamani fast. Unashuka huko kwa kilo cha kwa sababu kwanza tuomba kofi ila ndio hapa karibu kaburi tarehe twende atapanda soda Pili ametoka kwa Mungu. Depesha hapo.
Kongo. Nasema tucheze mbele, tucheze mbele mnakataa. Tucheze mbele. Chofera chasema wende mbele, unaweka mbele. Twende mbele, baka mtende mbele. Mungu Baba yetu mweza yote, ni wewe kimbilio la vizazi vyote. Nakushukuru mara tena kufika mahali hapa na kuonesha vipindi vyote ambavyo mfalme vinasalia kwa ajili ya kumshindikiza ndugu. Baba, tunaviweka mikononi mwako, bali kutuongoza mwanzo hadi mwisho. Zaidi ya yote, mfalme wa ajabu, tunahitaji utembee kama drone na uoneshe utukufu wako, mfalme wa amani. Yote tunaiweka nyumba sasa. Dinyoro tumana kuru. Basi vijana wanakuja Oh jamani fast. Mashuka huko kwa kilo cha kwa sabini kwanza tuomba kofi. twende Pili ametoka kwa nini Leta
Nepesha hapo. Chofera chasema wende mbele unaweka mbele. Twende mbele baka mkende mbele. Tia pale. Mungu Baba yetu mweza yote, ni wewe kimbilio la vizazi vyote. Nakushukuru mara tena kufika mahali hapa na kuonesha vipindi vyote ambavyo mfalme vinasalia kwa ajili ya kumshindikiza ndugu. Baba, tunaviweka mikononi mwako, bali kutuongoza mwanzo hadi mwisho. Zaidi ya yote, mfalme wa ajabu, nahitaji utembee kama drone na uoneshe utukufu wako, mfalme wa amani. Yote tunaiweka nyumba sasa. Dinyaro tumana kumi. Oh jamani farsi. Unashuka? Huko kwa kilo cha omba karibu. Kwa sabini. Kwanza tuomba kwa. Ilianza ya karibu. Kaburi kare sakani. Twende. Atapanda. Keep. Soda. Pili ametoka kwa Mungu.
Depesha hapo. Bana vilibana iko kwa bana kwa mbele
ndio matafari batajengeshemo. Hii ndio matafari batajenga iko. Hii ndio matafari batajenga. Eh?